Get the point. Take a step forward. I want to take you to the book of Isaiah. Ninawapeleka moja kwa moja kwenye kitabu cha Isaya. The book of Isaiah, Kitabu cha Isaya chapter 6 verse 1. 6 aya ya kwanza. The book of Isaiah, Kitabu cha Isaya chapter 6 verse 1. 6 aya ya kwanza. And I'm almost reminded that I want us to read the 4 translations that we have. Karibia ninakumbusha tunafaa tusome tafsiri 4 tulizo nazo. If we have in English, we'll go through. Kama tuna Kiingereza tutakitamba kule. Kiswahili will do the same. Kama kuna Kiswahili vivyo hivyo. Ekegusi will do the same. Kikisi tutatamba mle. Luo will do the same. Na Kijaluo tutaingia mle. Any other translation we na have. hata kama kuna Kikamba tutasoma. So it gives us the picture of understanding. Ili iweze kutupa taswira halisi ya kuelewa. This word that God has given us. Neno ambalo Mwenyezi Mungu ametujalia. The book of Isaiah chapter 6. Kitabu cha Isaya 6 is one of the best chapters that I love. Yani ni kitabu moja kati ya vitabu ambavyo napenda mno. And I want to give you the picture of this book of Isaiah. Nataka niwape taswira ya kitabu hiki cha Isaya. Number 1, Isaiah is known as one of the major prophets. Ya kwanza, Isaya ni mojawapo kati ya manabii wakuu. In other words, the prophecy took a long period of time. Ni kipindi ambacho unabii ulichukua kipindi kirefu. So Isaiah is not a young boy. Kwa hivyo Isaya sio kijana mdogo. When it comes to the prophetic issues, katika mambo ya kinabii, he's an old guy. Yeye ni mzee. Because it took a long time. Kwa sababu alichukua kipindi kirefu mno. To fulfill ili aweze kutimiza God's need for his children. Mapenzi ya Mungu katika maisha yake. So Isaiah chapter 6. Isaiah 6 is one of the chapters. Ni katika vipengee, if you're not careful, ambapo kama hauko ange, you might not even understand. Hautaelewa hata whether you're speaking to a prophet, kwa sababu tunazungumzia juu ya nabii, or a non-prophet, ama yeye asiye nabii, or a person who doesn't know God. Au mtu ambaye asiyemjua Mungu. Let me take you to Isaiah chapter 6 verse 1. Tunasoma Isaiah 6:1. This is what the Bible says. Na Biblia inasema hivi. And in English it says, katika tafsiri ya Kizungu the year inasema, that King Uzziah died, siku alipokufa mfalme Uzia, I saw the Lord is sitting upon the throne, nilimwona Mungu amekaa katika kiti cha enzi, high and lifted up. Yeye alikuwa ameinuliwa, and his train filled the temple. Na kiti chake cha enzi kilikuwa kimejaa miale iliyokuwa imenyoka. Isaiah is giving a picture. Isaiah anatupa taswira. He says during that time, anasema kwa kipindi kile, King Uzziah was the king in Israel. Uzia alikuwa ni mfalme wa Israeli. And when King Uzziah died, na wakati mfalme Uzia alipokufa, this man by the name Isaiah, Isaiah anasema, that was the time he saw the throne. Huo ndio wakati alipokiona kiti cha enzi. I don't know whether you understand what we're saying. Sijui kama unaelewa anasemaje. Isaiah is saying, Isaiah anasema, before the death of the king, kabla kifo cha mfalme, I was unable to see God. Mimi nilikuwa nimeshindwa kumwona Mungu. I was unable to understand God. Sikuwa na uwezo wa kumwelewa Mungu. And now the king has died. Lakini mfalme amekufa. I'm able to see. Sasa nina uwezo wa kumwona Mungu. Hallelujah. Bwana asifiwe. You know, sometimes wakati mwingi there are things in our lives. Kuna mambo katika maisha, they need to die, ambao lazima yafe, then we can be able to see our master. tuweze kuona mfalme. Hallelujah. Bwana asifiwe. You know, this is what Isaiah is saying. Yani hili ndilo jambo Isaiah yosema. The Bible says the time King Uzziah died. Yani Biblia inasema kwamba wakati mfalme Uzia alipokufa. Man, I want you to understand that the time I saw God. Nataka muelewe kwamba hiyo ndio wakati nilimwona Mungu. Before the death of the king, kabla ya mfalme Uzia afe, I was unable to see mimi the king. sikumwona Mungu. You know, if we leave it so, yani tukiacha hivyo hivyo, you might not understand. Unaweza kosa kuelewa. Let me give you the picture. Hebu nikupe sasa picha kamili. The book of Isaiah, kitabu cha Isaiah, in English they say is a miniature. Yani katika tafsiri ya Kizungu inasema, a miniature means it is just a representation of the entire Bible. Yani amniacha inamaanisha kwamba ni uwakilisho tu wa Biblia yote tangu mwanzo hadi Ufunuo. In other words, the book of Isaiah, kwa tafsiri nyingine kitabu cha Isaiah, combines both the Holy Testament and the New Testament. Agano Jipya na Agano la Kale. In other words, what Isaiah is saying, mambo ambayo anasema Isaiah, if you can read the book of Isaiah, ukisoma kitabu cha Isaiah, it covers of the Holy Testament, inabeba
agano la kale and the New Testament. na agano jipya. In other words, what the Bible is saying, Yani Biblia inasema from chapter 1 to 39 of Isaiah, kutoka aya ya kwanza hadi 39 it Isaya covers of the Holy Testament. inabeba agano la And kale from chapter 40 to 66, 41 hadi it 66 covers of the New Testament. inabeba agano jipya. If you need to understand, Kama ukitaka the kuelewa Holy Testament agano la kale speaks of this. inazungumzia juu ya haya. Chapter 1 1 to 39, hadi the 39 book of Isaiah, kitabu cha Isaya it speaks inazungumzia of God's covenant with Israel, agano la Mungu na Waisraeli revealing the holy anapotekeleza utakatifu and a merciful God, na Mungu mwenye huruma na rehema and the promise of the redemption that is in the na process. ahadi zilizoahidiwa na So Mungu. chapter 1 of Isaiah to 39 Isaya 1 hadi 39 speaks of giving the children of Israel hope inazungumzia juu ya kuwapa Waisraeli tumaini. that you find in chapter 1 to 39 of Isaiah. Unaipata ya kwanza hadi 39 Isaya. That it is pointing to the coming of the Messiah. Ya kwamba inatuelekeza juu ya ujio wa In Mesaya. other words, Isaiah chapter 1 to 39, Kwa nyingine Isaya 1 hadi it is 39 giving the hope of the children of Israel. inatoa tumaini kwa Waisraeli. It doesn't matter that you are taken to captive. Haijalishi kwamba walikuwa mateka. The fact is you shall be brought back to home. Ukweli wa mambo ni kwamba utaondolewa utumwani na utaletwa nyumbani. It is giving a hope Inatupea tumaini for the children of kwa Israel. wana wa Israeli. That is the Old Testament, Agano la which kale we can find from chapter 1 to 39 of the book of Isaiah. ambao tunapata aya ya kwanza hadi 39 Isaya. Hallelujah. Bwana asifiwe. Are you there? Uko pale mtazamaji? Are we there? Je, uko Let pale? me see those who are there. Hebu nene tulio pale wapendwa. I'm giving you the picture Ninawapa taswira that the book of Isaiah ya kwamba kitabu cha Isaya is a miniature. yani ni kitabu Is ambacho a ni cha book that mambo. represents the Old and the New Ni Testament. gala la Biblia inayowakilisha agano jipya na In other words, kale. if you can read the book of Isaiah, Ukisoma kitabu cha Isaya chapter 1 to 66, 1 hadi it's 66 like you have read the entire scriptures. yani ni kama umesoma Biblia In yote other words, nzima. Isaiah is giving the picture of the entire scriptures. Isaya anatoa picha ya Biblia yote. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe jamani. Hallelujah. Amen. Sasa ingawa no mwaro sama pera. Yani mumechoka mapema mno. Ngango tukwana ni abana. Yaani hebu tusalimiane jamani. Hii kuchoka yote ni saa ngapi sasa hii? Ekos boku winja moso wiru ya to wa mosran. Yaani bwana salimiane, yani lazima ujipange kutoa salamu jamani. Umekwaje wewe? Hata wakamba sema tusalimiane. Akwatuke dhani. Mwe yata ewe. Watutegani Mwe yata ewe. Tukwana ni twins. Mwe yata ewe. Sema amen. Amen. Mwe yata ewe. Amen. Hapo sasa. Yadenga motole kemwenzi. Mwathi mwenyombe. The book of Isaiah, Kitabu cha Isaya it gives the entire picture of the scripture. inatupea taswira kamili ya Biblia. So if you read Isaiah, Yani ukisoma kitabu cha Isaya it's like you have done what? ni kama umesoma Biblia yote. You have read the scriptures. Yote kwa ujumla. That is the picture. Yani ndio picha Chapter kamili. 1 to 39 of Isaiah, 1 hadi 39 the covers of the Holy Testament. inatupea agano jipya, agano la kale. 46 to 60, 40 to 66. 44 hadi 66 It gives us the picture of the New Testament. inatupea agano jipya. From Matthew to Revelation. Mathayo hadi Ufunuo. So if you begin to read chapter 40 to 66 of Isaiah, Kwa hivyo ukianza kusoma 40 hadi 66 Isaya, the message that is there ujumbe ulomle in the New Testament kwenye agano jipya is a simple message. ni ujumbe ambao ni rahisi tu. It speaks about the saving work of God. Inahubiria juu ya kazi ya wokovu wa mwanadamu. The Old Testament speaks of the hope. Agano la kale linazungumzia juu ya tumaini In the coming Messiah. ya kwa Yesu ajaye. In the New Testament, Agano jipya it speaks of the saving
hand of the work of God. Inazungumzia juu ya mkono unaokoa wa kazi ya It Mungu. speaks about the love of God. Inazungumzia juu ya upendo wa Mungu. It speaks through the act of sacrifice by God to Jesus Christ. Inazungumzia juu ya hali halisi ya kafara ya Yesu So kwa mwanadamu. now when you read Isaiah, So tukisoma Isaya chapter 1 to 39, 1 mpaka 39 and 40 to 66, na 40 hadi 66, you have read the entire scripture. Biblia yote Now umeisoma. what Isaiah is saying, Anachosema Isaya, now in the Isaiah chapter 6 context, Isaya 6:1, Isaiah says, Isaya anasema the time King Uzziah died, wakati alipokufa Uzia, that is the time I saw the ndio king. wakati niliona Mungu. I need to give you the picture to Nataka understand. niwape picha What mwelewe. is Isaiah saying? Acha Isaya yasema nini? Isaiah is saying something simple. Isaya anasema jambo fupi mno. And if you need to understand, Na ukitaka kuelewa, King Uzziah mfalme Uzia was an uncle to Isaiah. yeye alikuwa ni anko kwa Isaya. Hallelujah. Bwana asifiwe. And the King Uzziah was the king. Na Uzia alikuwa ndiye mfalme. He was the president. Yeye alikuwa ni mfalme. Is our ex-president Dr. William Ruto. Yeye ni kama mfalme wetu William Samoei Ruto. So William Samoei Ruto was an uncle to Isaiah. Kwa hivyo William Samoei Ruto alikuwa ni anko kwa Isaya. What Mfano, is Isaiah saying? Isaya anasema nini? When my uncle sat on the throne, Amu wangu alipokuwa amekalia kiti cha ufalme, there was no headache for me. yani mimi sikuwa na amani. There was no headache. Haikuwa na shida. Yani mimi nilikuwa na amani tu. Ni kwamba sasa rais akiwa ni uncle wa mine. When the president is my uncle, I don't trouble on anything. yani mimi sisumbuki na chochote. If I need anything, Nikihitaji chochote, it's just a call. yani ni simu tu. If I'm arrested, Nikifungwa, it's just a call. ni simu tu. If I'm sick, Nikiwa ni it's just mgonjwa, a call. ni simu tu napiga. If it is no food, Ni kama sina it's chakula, just a ni call. simu tu If ninapiga. it is employment, Kama ni it's ajira, just a call. ni simu tu. I don't know whether you Sijui kama understand. unapata ninachohubiri. So in that kind of a setting, Kwa hivyo katika hali ya jinsi there hii, was no way out hakuna hali nyingine that Isaiah that Isaiah could see that master bath. alikuwa hasingalimwona Sijui Mungu. kama mnanielewa. I don't know whether you understand what I'm Bwana saying. asifiwe. Praise the name of the Lord. When you have the king, Unapokuwa na who is mfalme your relative, ambaye yeye ni wa who is your kwako, father, yeye ni baba, who is your mother, yeye ni mama yako, you miss nothing. yani wewe ukosi When you chochote need anything, au ukihitaji you chochote, walk there unakimbia and you unakwenda receive it. na unapata. This is exactly Hii ndio what mambo the Bible says. Biblia inasema. The Bible is saying, Biblia inasema hivi, the time Uzziah was on the throne, Isaya wakati Uzia alipokuwa hai, I was unable to see the king. mimi singemwona mfalme. And you know, this is a prophet speaking. Huyu ni nabii anayezungumza. By the way, Ukweli wa mambo, you don't understand things. yani yawezekana huelewi. Unajua kuna watu wana machina ambao wengine wanakulia. You know there are people who survive by other people's names. Na mimi nimekulia majina ya wengine. Me, I've been surviving on other people's titles. Naambia ukweli. I'm telling you the truth. One time I was driving from Nairobi on high speed. Wakati mmoja nilikuwa nakimbia kwa kasi mno nikitoka mjini We have a Nairobi. notorious roadblock in Tulele. Yani pale Ntulele kuna maaskari ambao wameweka pale bari. Notorious. Yani vichwa watundu. Where's Peter? You cannot go through. When you see them raising up the hand, Akinyanyua mkono hivi, police. askari. Have you ever seen them? Yani mimi nimekumbana nao mara si moja. When you see the hand going up, Akinyanyua mkono hivi, it means what? inamaanisha aje? Have an echo. So it means what? Hawa wanajua Are you kweli. here? Hawa wanajua kweli. Ati Praise inamaanisha aje? Unikai. Stop. Naomara. Kusenga imorochi. Are you here? Mko hapa kweli? A policeman, the hand is raised. Askari akinyanyua mkono hivi, What does it mean? anamaanisha aje? Simama. It Kiswahili means stop what? ni simama. Before saying aside, Kando. the high, yani is swearing before God. Yani ni Leave alone anaapa the mbele za side. Mungu. Wacha kusimamisha tu. Akinyasa ule mwana. Anasema Obega, yani Mungu wangu wewe Mungu. Muna naimokiga. Yani nikiinua hivi Mungu wewe. Nalivo sagoko ila nansi. Nyasaye nkuma. That is what it means, is a swearing. Yani anaapa hivi. Put aside.
kuweka kando. So when I put my car aside, Nilipoweka gari langu kando, the next thing, dakika nyingine, you're not even told what is up. yani hauambiwi nini kitaendelea. You know, policemen they are funny. You just go look aside. You know, askari anazunguka gari lako, analipapasa, analiangalia kwa macho, and then he comes and says, please show me your driving license. Sema, bingwa, naomba cheti chako cha kuendesha gari bwana. Wapi? Show me the driving license. Nipe DL yako. In all the cases, katika hali zote, with the experience of my driving, kwa ujuzi wangu wa kuendesha gari, anytime the policeman will stop me, wakati wote ofisa wa polisi anaponisimamisha, my key, I'll take it off. Funguo za gari natolewa, and I put in my pocket. Nazitoa naziweka kwa mfuko. So we thank God that of late anything you need is online. Nashukuru Mungu kwamba siku hizi unachokihitaji kiko kwenye mtandao. So this guy is saying, give me your driving license. Na huyo bwana ananiambia nipe DL yako. I'm sorry, I don't have one. Na kumwambia samahani, sina hata moja. You can check online. Na kumwambia angalia kwenye mtandao. And they are preferable to tell you I don't have the data bundles. Na anasema sina bundles za kuangalia bwana. If you want to be rude, kama unataka kuwa kichwa, naambia, so you want me to assist with the data bundles? Naambia kwa hivyo nikusambazie kitu ndio uwe na bundles kwa simu. Msini, I'm asking for the driving license. Yes bwana, mimi nauliza unipe cheti chako cha kuendesha gari. So this guy was pushing me to the hand. Huyo bwana alikuwa ananisukuma sana pembeni. I know I was on a speed. Nilikuwa kweli nakimbia kwa mwendo wa kasi, but I know where I'm going. Lakini mimi najua niendako. I'm not killing myself. Yani mimi siendi kujua. Honestly, I know where I'm going. Mimi najua niendako. So like now, if I'm timing from here, I want to be kissy, I want to take 3 hours, I know where to speed and where to go. Mfano kama sasa nikienda pale Kisii, najua ni wapi nitaenda kwa mwendo wa kasi na wapi nitakapopunguza. So he said, put your car aside. Akaniambia bwana, weka gari lako kando. So I put it aside. Weka gari langu kando. He asked for the driving license. He said, I don't have. Ameniomba driving license, amesema bwana sina. Check. Angalia kwenye mtandao. He said, no. Mzee unaonekana uko na kichwa sana. Sema, man, you seem to be a tough-headed man. Una kichwa sana. You have a weka gari big head. Gari aside. Hata ikiwa Matiang'i. Even if it's Matiang'i, hautatolewa hapa. You will not. I'll put you in. Nitakuweka ndani. Nawaambia kuanga na machina mengine mnakulia, by the way. You work with the names that you can eat. You know, let me tell you guys, it's good to have some titles and some names. And when he mentioned Matiang'i, ukimtaja yeye, I took off my phone. Nikatoa simu ya kwangu. Because I know we were going on the same funeral. Because nilijua tunaenda na Matiang'i kwenye maziko mamoja. And I knew he was behind me. Na nilijua ako nyuma yangu anakuja. So I said, what are you saying, young man? Nauliza, bwana kijana, unasemaje wewe? Do you know who you're talking to? Unajua unamzungumzia nani? Ndio nawaambia kama hao vijana nimeona njia mmenyoa nywele yenu, nyinyi hamwezi saidika njiani. I have seen you young men with your hairstyles. You cannot be safe on the road. I'm telling you. Nakwambia. When I look like this, nobody knows whether I'm a pastor ama ni police work. No. Akinyoa kichwa namna hii Kasarani ajulikani yeye ni ofisa wa polisi. Nobody knows. Yeye ni mchungaji. Hakuna mtu anajua. So he says, I looked at him, I said, young man, what have you said? Nikamwangalia kijana, wewe bwana unasemaje? It means Matiang'i. Unamaanisha Matiang'i? And I told him, you'll not be here. Nikamwambia bwana, hapa kwisha wewe. Ananiambia weka gari kwa petrol. Sometimes when you are arrested, don't take the car to the police station so soon. Wakati mwingine ukishikwa bwana, usiwe mwepesi kukimbiza gari kwenye kituo cha polisi. Wacha kujipeleka kichinjio mapema. Stop taking yourself to a weka gari kando hapo. Slaughterhouse. Tembea mpaka mwisho. Put your car. Let the emotions settle. Yani hiyo ni akili inatumika sasa. Kwani askari walisaliwa mbingu ama ni mama zetu walio askari? Like, these guys who were just born the other day, yesterday. Si ni watoto wetu. Na sasa unaogopa nini bwana? I put my car aside. Nikaweka gari langu kando. I took the phone. Nikatoa simu. And I called that guy. Nikampigia huyo Matiang'i ambaye anatajwa hapo. Nikamwambia, I told him, I'm calling Matiang'i. Nataka kumpigia huyo Matiang'i. Are you serious of what you say? Unamaanisha chenye unasema wewe baba? Do you want us to go to the second level? Unataka twende kwa hatua ya pili wewe? When I look to you, young man, you're still young. Nikikuangalia bado wewe kijana mdogo bado unatokota. And you know the person I'm calling young, that's unajua askari tambi tumbo mnakutana naye. And you know
When you talk of a policeman, a serious policeman on the roadside, the term is war. Are you serious? Bwana, unamaanisha wewe kijana wewe? Don't play. Mchezo bwana. You are talking to my brother. Unazungumzia juu ya ndugu yangu. Matiang'i is my brother bwana. Huyo bwana ni ndugu yangu. And you are playing. Na unanichezea wewe? Nyamboto. Yeah. Oko kole cheche. Yani unacheza wewe? I took the phone. Nikatoa simu. I'm serious. Sasa hiyo nimemaanisha. What I'm saying, we are not here. I'm letting you understand. The Bible says King Uzziah will not see the king. Wakati mfalme, Biblia inaposema kwamba alipokufa Uzia, mfalme asingelimuona Mungu. Because he had a godfather. Kwa sababu alikuwa na kiongozi. So before calling, kabla sijapiga, Matiang'i comes with a convoy. Matiang'i anafika na hizo gari kubwa, they have a silent hiyo magari yanatoa hiyo watu because I knew he was coming. Kwa sababu nilijua anakuja. I became a soldier. Mimi nikakuja askari sasa. I moved to the road. Nikafika kwenye barabara. I raised up my hand. Nikanyosha mkono. So that he'll tell him I'm here. Ili mwenyewe mwambie niko hapa. And lo and behold. Na Mungu atukuzwe. Lo and behold. Natazama. Papo hapo. Tazama sasa. Matiang'i anasimamisha gari. Matiang'i stops his vehicle. Onyanja PA waka anatokea. Onyanja the PA came out of the vehicle. Alafu Godana pia ndio soja wake. Godana came out of the vehicle, the soldier. Pastor, what is up? Then they asked me, Pasi, what is it? Nini kinaendelea jamani? Nawaambia kuna kachelo hapa amesema kwamba hata ikiwa ni Matiang'i sitaondolewa. And then I told him that there is a police officer who told me that if it's Matiang'i, I cannot get out of this place. Chumbiteli na Nyamboto omedaba gusinya saa tokonye. Ntubuga tubururu bweito totally kwa sunonde. Unajua Wakisii kuna ile hasira ambayo haina wengine Kenya. Ebito gonjora mbiri sei numukamba. Ebikwara o. Ebinde mbire byanka Bwana asifiwe. Hallelujah. Omugusi nabwa tubururu ekero bwaikire it cannot condone stupidity. Yani ukali mwingine iko ndani ya Mkisii hawezi kubali upumbavu. I'm telling you the fact. Nawaambia ukweli wa mama. I remember Cardinal High School 80s when I was in my farm tour. Nilikuwa pale Cardinal High School mwaka 80 nilipokuwa shuleni humo. Nikauliza swali mzungu akanicharaza maslap. I asked a white man question that he slapped me. And when he gave me the slaps, I was walking out of the office. I found a stone. Nilipokuwa natoka baada ya kuzaba makofi nikapatana na jiwe. I didn't know that I was a student. Mimi sikukumbuka kwamba mimi ni mwanafunzi. How can a white man beat me in our own compound? Yani mzungu anipige nikiwa katika mchanga wa kwangu mie nyumbani. I knocked him without knowing I've knocked him. Yani nilimzalima jiwe nikiwa sikumbuki hata. Hiyo ni kujua, hiyo ndio azira ya Mkisii. That is when to know the bitterness of a Kisii man. Ukiona a Kisii man saying he's beating you, omukungu gole dirisha gusebeke meza mutu asago tuomera oikigotamaka. Those are emotions. Ukisikia tu mwanamume Mkisii akikwambia mama nitakuchapa, fungua dirisha, anza kuzama kwa sababu utalimwa. Sasa nakuwa nawe wanamwanyi. Wanakuwa nawe Grace. Grace. Hiyo ndio ukweli ama ntoli kogosu. Kama tego jitalibu onkoragera onsinyo you walk to your house. Kali ebi aho na okoragenda. And that is why God has blessed this small community wherever they are. Na Mungu anawabariki kabila hili kwa namna ya kipekee popote walipo. They work hard. Wanabidii ya mchwa. 100%. Yani wanabidii ya mchwa. The only thing in babu atibu anjaniam. Yani ile taabu kubwa ni kwamba hatuna upendo. Yani hiyo tu. If we can be able to get the secret of love in the midst of us. Kama tungekuwa na ile roho ya upendo miongoni mwetu. Haki nawaambia mtatawala ulimwengu. I'm telling you even you will be the president of this world. I'm telling you the truth. Yani nawaambia ukweli peupe. I went to the US, I spoke to Ulda. Nilikuwa kule Marekani nikawa ninazungumza. Come together. Nikamwambia jani tuunganikeni. Ulda now she's a senator in the US in Minneapolis. Yuko kule ni senator kule Minneapolis, Minnesota. No nyaka abuna moichiriga be komonto moko be KMCA. Yani mkishikana vile mlivyo hivi hata MCA hapa mtapata. Beka na magega yaye. Shikirikianeni. Ntoko bamasi. Na vile alitakuwa.
Ekina ataka goswa metabu gato mukama. Ntoko bamase yembuli. I'm telling you. Bono konyorunda kungusa gujia na mwaba abantu batatu. Ongusa gujia abantu batatu. Omuntu orumaye gotubwana ekikura 200 twale ko ire bintu ebyo na into torayanake. Umoja. Maoda nga shetani ashinde. Hakusina wale. Matiang'i alisimama. Matiang'i stood. Matiang'i alisimama pale. And I came out of. Akatoka ndani ya hilo gari. That soldier who was so brave. Yule askari ambaye alikuwa mtundu. When Matiang'i stood. Wakati Matiang'i aliposimama. Tell me the condition of that man. Akaniuliza, wewe unaona huyo bwana hali yake ilikuwaje? No, I'm asking you. Hebu nikuulize tu. Wewe unamuona huyo bwana akiwaje? Na kitambi na kutetemeka. Matiang'i is a principled man. Napenda Matiang'i kwa sababu ana misimamo. Anytime that man will be given an opportunity for this country. Huyo bwana akipewa utawala wa taifa hili, itanyoroka. I'm telling you things will be straight. Nawaambia ukweli. He came out, he told me, Pastor, where is your key? Akaniuliza, mchungaji, ufunguo gari yako iko wapi? He gave that policeman mwenye alinisimamisha. Akapatia polisi aliyenisimamisha ufunguo wa gari hilo. Akasema wewe ingia gari yangu. Akamwambia get into my vehicle. Akamwambia tufuate. He told the police officer, follow me. Nilikulia jina ya Matiang'i. I survived by his name. Even now, if I walk that place, up to date, nikitembea pande hizo, when I'm driving, nikiwa naendesha gari, no policeman will there to, they know my cars. Yani askari wanajua magari ya kwangu yote. Hata hiyo KK ukiona tu hata nikimbisha yule nakimbiza, wanaona tu. Hata wakiona hiyo gari Disao Veges wanaiona, wananiambia pita. Yes, it Disao Veges. Iko hapo. A car that I've been with it 21 years. Gari ambayo nimeishi nayo kwa miaka 21. The Bible says, Biblia inasema, Isaiah could not see the king. Isaiah asingalimuona mfalme. Because the uncle stood on the chair. Kwa sababu uncle yake alikuwa amekalia kiti. Uzziah was the uncle of Isaiah. Uzziah alikuwa uncle wa Isaiah. And he was the king of Israel. Na alikuwa ndiye mfalme wa Israeli. I want you to assume that the president of the country is your brother. Nataka kufikiria tu kwamba rais wa taifa akiwa nduguyo. When you need anything you get. Ukitaka chochote unapiga tu simu. Unapata. When King Uzziah died, mfalme Uzziah alipokufa, and now the Lord opened the eyes of Isaiah. Na sasa Mungu akafungua macho ya Isaiah. When Isaiah saw how people were praising the King of Kings. Wakati Isaiah alipoona vile watu walikuwa wanamtukuza mfalme wa wafalme, the Lord of Lords, Mungu wa miungu, all the songs they were singing and praising Jesus. Aliona nyimbo walizokuwa wakimba wakimsifu Yesu. Blessed assurance, Yesu Mwokozi, Jesus is mine. Kwa hakika na amani. This is my story. This is my He saw people praising the King of Kings. Aliona watu wakimsifu mfalme wa wafalme. Nyasaye nitare naye unaenoka tarete. In other words, we saw that now the praising has moved from Uzziah to the King of Kings. Yani akaona sasa utukufu na sifa imetoka kwa Uzziah ikaenda kwa mfalme wa wafalme. Isaiah chapter 6 verse 2 downwards. Ukisoma Isaiah 6:2 kuendelea, he saw the seraphim. Akaanza kuona makerubi na maserafi. They were praising God. Wakisifu. Hallelujah. Hallelujah. That is it. Ndivyo ilivyo. And now he realized, na sasa akatambua ya kwamba there was somebody more than Uzziah.
akatambua kwamba kuna mtu aliye na nguvu kumliko Isaya. Then I'm ready to be used and sent by this man. Akasema niko tayari kutumika na huyu bwana. So if you read chapter 1 to 5 of Isaiah, ukisoma 1 hadi 5 Isaya, it's like Isaiah was not saved. Ni kama Isaya alikuwa hajaokoka bado. But he was in the business of God. Lakini alikuwa katika kazi ya Mungu. When he has seen the act of God in alipoona kazi za Mungu kwenye Isaya 6. When the uncle has died, ya kwamba nkoli yake amefariki, then he saw the Savior. Akaona Mwokozi. Then he says, Lord, send me. I'm ready for your business. Na akasema, Mungu nitume, niko tayari kwa kazi yako. If there's a mountain that tells you to see God, kama kuna mlima unaokuzuia kumuona Mungu, let it die in na ife katika jina la Yesu. If it's your uncle kama who ni can tell you to see God, anayekuzuia usimuone Mungu, let him die. Wacha na afe. If it is money that can tell you not to see God, kama ni pesa inayokuzuia usimuone Mungu, Bwana naishe, so that you can see, ili umuone Mungu. Now King Uzziah is gone. Uzziah amekufa. Isaiah has seen God. Isaiah amemuona Mungu. And he says, now if this is the master that we need to worship, anasema kama huyu ndio mfalme ambao tunastahili kuabudu, I'll stand, we worship along with him. Tusimame tuweze kumwabudu sasa. That's my prayer and presentation to you this afternoon. Na hiyo ndio ujumbe wa kwangu siku ya leo. If there's anything that hinders you from making a decision for him, kama kuna kitu kinakuzuia kufanya maamuzi kwa Mungu, whether it means to die, wacha kife, let it go. Wacha na ife. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. If there's something that contains you from seeing God, kama kuna kitu kitakachokuzuia kumuona Mungu, my prayer, ombi langu, let it die, na ife, that I can see the Lord, ili nimuone Mungu, that I can see the Lord, ili niweze kumuona Mungu. Uzziah died. Uzziah alikufa. Isaiah is able to see God. Isaiah sasa anamuona Mungu. Hallelujah. Bwana asifiwe. I want to invite you to stand up where you are. Natamani tuweze kusimama sisi sote. We want things to die. Tunataka, kuna mambo ambayo ndani yetu tunahitaji yafe. If the singing will curtail you from seeing God, kama uimbaji utakuzuia kumuona Mungu, let it down. Wacha na ife. If it is anything, kama ni chochote, it becomes a barrier, ambacho kinakuwa ni kizuizi between you katikati yako and the Savior, na Mwokozi, let it die. na ife. There's a lady that you have read in the fundamental belief. Kuna mwanamke ambao tumesoma kwenye misingi 28 ya Wasabato. This lady is known as Nyawira. Huyu mwanamke anaitwa Nyawira. I remember that year was in the Democratic Republic of Congo. Nakumbuka wakati nilikuwa katika taifa la Kongo. And we had an evangelistic meeting. Na tulikuwa na mkutano wa Injili. And I was taken to one side. Nilikuwa nahubiri kwa pande mmoja. Nyawira, this was a very important lady. Yani huyu ni mwanamke aliyekuwa wa maana sana, wapendwa. Honestly. Yani cha ukweli alikuwa wa maana. She read the scriptures. Alisoma Biblia. And she made a decision that she wanted to be baptized. Na akafanya maamuzi ya kwamba anastahili abatizwe. And luckily, in the site that I was, na kibahati nilipokuwa, I'm not speaking meat. Yani siongei mambo ya hekaya. Microphone nyingine leta. I'm speaking of the facts. Yani ninazungumzia juu ya haki halisi. Nyawira, huyo binti, she came to the site that I was. Alikuja nilimokuwa mimi. And I said, Pastor, na kaniambia, mchungaji, I've made a decision to be baptized. Nimefanya kubatizwa. Then I said, we went through. Na nikaweza kukaa. We went through. Tukaperuza Biblia. Na akasema, microphone nyingine mbio sana. She said, akasema, 1 2. My husband, akasema mume wangu, he has said, yeye amesema, anytime I'll make a decision for baptism, wakati nitakapofanya maamuzi ya kubatizwa, he'll kill me. Ataniua. He'll kill me. Ataniua mimi. And we were there for 3 weeks. Na tulikuwa pale majuma 3 mtawalia. Then I said, let us pray about it. Nikasema hebu tuliombe hili jambo. We prayed. Tukaomba. Finally, it came a day for the baptism. Hatimaye ikafika wakati wa siku ya ubatizo.
The woman went and told the husband, I've made a decision, I'm gonna get baptized. Yule mwanamke akaenda akamwambia mume, nimefanya maamuzi, naenda kubatizwa. I'm going to get baptized. Ninaenda kubatizwa. The husband said no. Yule mume akasema la hasha. No. Haiwezekani. No. But the woman persisted and said, yule binti aliposisitiza na kusema, there is nothing that is gonna stop me, my husband. Hakuna kitu cha kunizuia mume wangu. I'm going for baptism. Mimi naenda kubatizwa. So on Thursday, siku ya Thursday, the husband goes to the market. Yule bwana akaenda sokoni. And he purchased a new panga. Na kanunua panga mpya. And he sharpened both sides. Na akaweza kuitia makali pande zote mbili. So he came and showed the wife, say, akakuja akamwonyesha yule mke, akamwambia, this is for you. Hii ni yako. Anytime you make a mistake, yani ukifanya kosa, that you'll join the church, useme unajiunga na kanisa hilo, and you will be baptized, ya kwamba utabatizwa, I'll show you. Yani nitakujulisha, utajua hujui. It came Sabbath morning. Ikafika siku ya Sabato asubuhi. We called the entire team like the new one who are here. Tukaita kikosi kama kilicho hapa cha kwenda ubatizoni. We took them to the baptism of house. Tukawapeleka pale kwenye kuapisha. Nyawira was here. Nyawira amesimama pale. This lady was here. Huyu binti yuko pale. Determined for baptism. Ameamua kwenda ubatizoni. There was nothing else. Hakukuwa na lingine. She had made a decision. Alikuwa amefanya maamuzi. She said, in my heart, akasema ndani ya moyo wangu, if I receive the baptism, nikiupata ubatizo, even if I die, hata nikifa, let me rest. Wacha nipumzike. So it came on Sabbath. Ikafika siku ya Sabato. I finished my sermon. Nikamaliza hubiri langu. We changed the clothes. Tukatoa nguo. We walked down. Sisi tukatelemka. We walked to the river. Sisi tukatelemka kwenda majini, wapendwa. And I walked inside in. Mimi nikaingia pale majini. Because when you have so many people you're baptizing, kwa sababu ukiwa na watu wengi unaokwenda kubatiza, we just have a prayer together. Yani unafanya ombi moja. And now we get him. I baptize you in the name of the Father, Son and Holy Ghost in. Na ukisema nakubatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, weka ndani. The husband Nyawira walked to the riverside. Yule mume wa Nyawira akaingia pale kwenye ufuo wa maji. And let me tell you something. Hebu niwaambie jambo. Hata nasi wachungaji ni binadamu. Even as pastors are human beings. Ninaona kila mtu hataki kumbatiza huyo mama. Nobody was ready to take Nyawira. Yani hakuna mchungaji ambaye alikuwa tayari kumbatiza Nyawira. Because the husband is here. Kwa sababu mume yuko hapa. If you do it, jaribu wewe, I'll finish. Nitadeal na wewe. I took a time, Nyawira came on my side and said, Pastor, you have been on my side, please do the baptism. Nyawira akaja akaniambia, mimi mchungaji nimekuwa kwa upande wako, tafadhali naomba unibatize. She came to me. Akaja kwangu nilipo. And I took as the last person. Na nikamchukua akiwa yeye ndio wa mwisho. So I baptized this lady. Na nikambatiza binti huyo. What I've never seen in my life. Jambo ambalo sijawahi ona maishani mwangu. And the more I think about this lady, na wakati ninapokuwa nikimfikiria huyu binti, I see what heaven means to some people. Ninaona bingu iko ya aina gani kwa watu wengi kwa miongoni mwetu. I see what it means. Ninaona kweli inamaanishaje. I baptized the lady. Nikambatiza yule binti. She walked out of the river. Akaondoka majini. Walked directly to the husband. Akienda moja kwa moja kwa yule mwanamume. Not scared. Bila woga. She walked there. Akaenda pale. And said, my husband. Na akasema mume wangu. Today. Leo. Finish me. Mimi nimalize. I've seen and received the king that I wanted to receive. Nimempata, nimempokea mfalme ambaye nimemtafuta sana. All the time I could not remember, I saw tears rolling down on us. Yani nikaona watu machozi yanawadondoka. Some people closed their eyes. Watu wengi wakafunga macho yao. Not to see how Mama Nyawira could be chopped to pieces. Wakiwa hawataki kuona vile huyu Nyawira atakatakatwa vipande vipande. But you know what happened? Lakini unajua kilifanyika nini? When the woman walked and hugged the husband. Wakati yule mama alikaenda na kumkumbatia yule mwanaume. Finish me now. Nimalize sasa. I'm ready. Niko tayari mimi. The panga dropped down. Ile panga ikaanguka. This much I love you, my husband. Hivi ndivyo ninavyokupenda mimi. My baptism is for you.
ubatizo wangu ni kwa sababu yako. Even if you need to finish me now, Hata kama unataka kunimaliza, I'm ready. niko tayari. I'm ready. Niko tayari. The husband dropped the panga. Yule mume akaangusha panga. And he cried like a child. Akalia kama kitoto kidogo. On my eyes. Nikimtazama yule mume. And then he walks down. Na yeye akatelemka. Mama, if this is your faith. Akamwambia, mami, kama hii ndio imani yako, I'm ready for baptism. Mimi nahitaji nibatizwe. I've walked to that country more than 7 times. Nimetembea katika boma hiyo zaidi ya mara 7. Even in the first week of January we'll be going there with my family. Hata mwezi wa kwanza, wiki ya kwanza ya mwaka nitakuwa kule na jamii yangu. We need people want to see the king. Tunahitaji watu ambao wako tayari kuona mfalme. Not the obstacles. Sio vizingiti. Not the mountains. Sio milima. People will make a decision. Watu wafanye maamuzi. Whether it means I'm going. Kama inamaanisha ni kwenda, let it be so. Wacha na iwe hivyo. So that I can be able to see my king. Ili niweze kumuona mfalme. I want to ask you today. Nataka nimwaombe leo. I know we have a team that is getting ready for baptism. Najua kwamba kuna kikosi kilicho tayari kwenda ubatizo. And maybe this is your first time you're here. Leo ndio wakati wako wa kuwa hapa. And you are battling to make a decision. Na unaendelea kuzingatia kufanya maamuzi. We want to assist you make it now. Tunataka tukusaidie kufanya huo maamuzi leo. Sasa. Before it's late. Kabla haujachelewa. The question remains. Swali ni je, did you make a decision like Mama Nyawira? Mimi ninaweza fanya maamuzi kama Mama Nyawira? That nobody can stop me when I want to see my king. Ya kwamba hakuna wakunizuia nikitaka kumuona mfalme wangu. Even if it means I'm dead, I have seen my king, let it be so. Hata kama inamaanisha nikifa ndio nitamuona mfalme, niko tayari. Stop me from sina kitu kitakachonizuia kumuona mfalme wangu. Is there anybody who has not been baptized? Kuna mmoja ambaye hajawahi batizwa. Is there anybody who has not given himself? Kuna mmoja ambaye hajajitolea tangu tuanze. We know we have a big team that is going for baptism. Najua tuna kikosi kikubwa kinachoenda ubatizo. And we will continue to pray for you till the end. Na tutazidi kuwaombea hadi mwisho. We almost 50 something. Yani tuko karibia 50 pale. Idadi inazidi kuongezeka. Is there somebody I want to say pastor? Kuna mwingine miongoni mwetu ambaye anataka kusema mchungaji. Pray for me. Niombe. Let me have that team that is ready for baptism as we continue. Hebu kama unajua unaenda kubatizwa kesho, tembea uje mbele. The team that we've been together. Wale ambao tumekuwa pamoja tangu siku walk in. Tembea. And if there is anybody new, na kama kuna mwingine ambaye hakujitoa, join that team. Tafadhali jiunge. Come. Njoo. That new team. Ile kikosi kipya. Tembea uje. Doctor, have you given up? Na kama umevunjika moyo? Isaiah uko wapi? Walk in. Tembea. Just walk in. Just jamani uko wapi? And there is a big team. Kikosi kikubwa. That we're waiting. Ambao tunawasubiri. To make a decision for him. Waweze kufanya maamuzi. Hallelujah. Bwana asifiwe. Just come. Tembea uje. Alex, saidia huyo mama, saidia huyo mama. Make the way, make the way, make the way. Mpe barabara, mpe barabara. Ukisikia mtu anapita nyuma yako anakuja unampisha. Make the way. Tengeneza njia, mpishe. We want to see the master. Tunataka kumuona Bwana. Nothing can stop us from seeing our king. Hakuna chochote cha kuzuia kumuona. Isaiah said, now I've seen the Lord. Isaiah akasema sasa nimemuona Mungu. Don't leave that opportunity for you. Usiache nafasi hii. Just walk in. Tembea uje. May I see those who are here? Kuna walio hapa. God bless you. Mungu awabariki. Make a decision for yourself. Fanya maamuzi kwa maisha yako. So don't tell anybody else. Kuna mchezo hapa. Why you remaining? Mbona unabaki pale? We want to give you an opportunity as the choir sings. Tunawapa nafasi wakati waimbaji wanapokuwa wakiimba.
Asanteni waimbaji, asanteni waimbaji. Before the choir sings the last stanza, kabla waimbaji hawajaimba stanza ya mwisho, the Spirit tells me there's somebody. Roho ananiambia kwamba yupo mtu. Don't listen opportunity. Yani Bwana, usisikize roho yako kuvuta nyuma. This is the chance for you. Huo ndio wakati wako. God bless you. Mungu akubariki. There are those who needs the special prayers. Kuna wengine ambao wanahitaji maombi ya kipekee tu. We want to pray for you right here. Tunataka tukuombee hapa. There are those who are sick. Kuna mwingine ambaye ni mgonjwa. There are those who have family disputes. Kuna watu ambao wako na changamoto za kifamilia. There are those who have the financial constraints. Kuna wengine ambao wako na changamoto za kifedha. We want to pray for such people now. Tunataka tuombee watu wa namna hiyo. We want you to come in front here. Na kuomba utembee uje. God bless you. Mungu akubariki sana. If you have a condition. Tembea hapa. You have a condition. Kama uko na hali katika maisha yako. Financial. Iwe ni hali ya kifedha. Family life. Iwe ni hali ya kifamilia. Unemployment. Kukosa kazi. Sickness. Ugonjwa. We want to invite you. Tunataka tukukaribishe. So that we can pray for you. Ili tuweze kukukabidhi mikononi mwa Mungu. We give way for the children of God to be. Wapishe watoto wa Mungu wanapokuja kwa maombi. This is the time that God want to intervene for us. Yani huu ni wakati ambako Mungu anataka kuingilia kati. God bless you. Mungu akubariki sana. Financial constraint. Iwe ni hali ya kifedha. Unemployment. Kutafuta kazi. Family disputes. Hali ya kifamilia. Sickness. Magonjwa. Be here. Tembea uje. God bless you. Mungu akubariki. God bless you. Mungu akubariki. God bless you. Mungu akubariki. We want to put you before the hands of the Lord. Tunataka tukukabidhi mikononi mwa Mungu. The choir goes for the last stanza so that we can pray. Wana kwaya imbeni stanza ya mwisho ndio tuweze kufanya dua. Thank you so much, choir. Asanteni sana wanakwaya. Before we pray, kabla ya kuomba, we want you to give you a minute so that you can have a silent prayer. Natamani nikupe dakika uweze kusema kuomba moyoni. Our God is able. Mungu wetu anaweza. He does. Anaweza. And he'll do it. Yeye ametenda na atatenda. We want to give you a minute as we pray. Tunataka tukupe dakika hata wewe tunapoomba. Then we shall finish the prayer. Ili uweze tumalize pamoja na ombi. Let us pray. Tuombe. Father, in the mighty name of Jesus. Baba, katika jina la Yesu. We thank you for the privilege of this meeting. Tunakushukuru kwa sababu ya wakati wa mkutano huu.
You purposed and planned that all of us, we ought to be here this time. Ulipanga na kuratibisha tutakuwa hapa wakati huu. And we thank you for the candidates who are ready for baptism. Tunakushukuru kwa kikosi kilicho tayari kwenda ubatizo. Father, we pray that may you walk with them till the end. Baba, tunakuomba tembea nao hadi mwisho. There is no spirit that should come against this decision. Ili pasiwe na roho ambayo itaingilia kati. The Lord, they shall walk till tomorrow inside the river. Baba, tembea nao hadi siku ya kesho ya kwenda ubatizo. Give them that victory in Jesus' name. Wape ushindi kwa jina la Yesu. And Father, we thank you for the multitude that is before you. Ninakushukuru kwa sababu ya kadamnasi ya watu iliyo mbeleni mwako. The devil has planted some challenges before them. Ibilisi amepanga vikwazo katika maisha yao. Father, in the mighty name of Jesus, we pray that may you break it. Katika jina la Yesu na Bwana uvunja vunja. If it is sickness, break it in Jesus' name. Kama ni ugonjwa, Yesu vunja katika jina la Yesu. Financial constraint, my Father, break it in Jesus' name. Hali ya kifedha vunja Yesu. If it is family disputes, kama ni kutofautiana katika familia, break it in Jesus' name. Vunja katika jina la Yesu. Unemployment, Lord, break it. Kutafuta kazi, Yesu ingilia kati. May you begin to meet your children in their appointed wafike waja wako sehemu za hitaji lao. That everyone will receive that provision of the blessings. Ili kila mmoja wetu apate mbaraka wake. The Lord, we will have a chance to testify. Baba, tutakuwa na wakati wa kutoa ushuhuda. That for sure. Kwa hakika you have heard our prayers. Baba, umejibu ombi letu. Our Father in heaven, give us that part. Baba, tupe nafasi that will testify for sure your God. Ili tuweze kutoa ushuhuda, Yesu. Heal your servants. Waponye watoto wako. Bless them, Lord. Wabariki. Whatever they touch, may you get it. Chochote anachokigusa, Yesu kiwe chao. Those who have applied for employment, Lord, may you provide for them. Ambao wametuma barua za kusaka kazi, Yesu those who are in school, Lord, help them to excel. Walio shuleni, Yesu wafanikishe. And those who are sick, my Father, walio wagonjwa, Baba, may you heal them. Waponye. Even those who remained, hata wale ambao wamebaki pale nyuma, bless them and their families. Wabariki na jamii zao. Bind us together. Tufunge sisi sote. And prepare us for your coming. Na utuandae kwa ujio wa Yesu. May you continue to speak to us. Endelea kusema nasi. In this meeting, Lord, katika mkutano huu, that when we come to an end, ili tukifika mwisho, we will say that we have witnessed your hand. Tutasema, Bwana, tumeona mkono wako. And the Father in heaven, we will never tire to thank you for your servant Justin and the team. Na Baba, hatutachoka kushukuru kwa sababu ya mzee Justin na jamii alionayo. May you bless them. Na kuomba Yesu wabariki. As we part for lunch, we'll till we meet again. Tukifumukana kwenda kwa mamkuli ya mchana. And continue to use us according to endelea kututumia sawia na upendavyo. For this is our prayer, Jesus. Ombi letu katika jina la Yesu. Amen. Amina. Amen. Amen. God bless you. Mungu awabariki. Get the point. Take a step forward.